Kwa majina naitwa Edna Mweni. Nimezaliwa Machakos County, place inaitwa Kangundo. Edna Mweni niwe witabarĩra-inĩ ya njera-inĩ citũ na gũkũ nĩ kũragana. Nilishikwa 2020 Oktoba nilipatikana na makosa ya mada ambayo ilikuwa ya boyfriend yangu mwenye tulikuwa tunaishi na yeye almost 3 years. Arohirwo mwaka muthiru na ena gathabarĩ karaihu gũkũ njera. Nimefungwa 15 years. Nilifungangwa last year mwezi wa 5, nikafungwa 15 years ambayo sahi ndo na serve. Nilipatikana na makosa ya mada, si rahisi kukaa hapa. Sababu wakati niliingia jela si kutarajia kwamba chenye nilifanya kitu ambayo sikuwa idhani kwa maisha yangu kama nitajikuta kwa makosa kama hiyo, na ni kitu sikuwa nimepanga. Ni circumstance ilinikuta hasira, nikajikuta tunaletana juu na boyfriend yangu. Nikashtukia nimemdunga kisu ya mgongo, akakufa. Arauga ndarĩ aikara ũguo ageciria no agere ngero ta ĩno ya ũragani. Nimezaliwa kwa familia ya watu wawili. I'm the first born. Kwetu tumezaliwa wasichana wawili. Grow up nikiwa msichana mzuri, msichana ambaye amejua Mungu. Mamangu tumekuwa anatulea up the time akakuwa mgonjwa, akatuacha tukabaki na babangu. Babangu pia akaendelea kutulea, haja give up na sisi. Akanisomesha hadi nikamaliza shule, akaendelea kusomesha sistangu. Sistangu ndo amemaliza form 4 last year. So kwa kulingana na kugrow kwangu maisha ya ushago, sijai dhani kama nitakuja kukuwa na maisha kama hii ambayo niko nayo hapa. Juu sikuwa idhani kama nitaingia jela kwa maisha yangu. Thabarĩ ya Edna kũragana gũka njera nĩ aramĩcora wega kuma oka oro gũkũ Nairobi. Shule nilifika form 3, kumaliza form 4. Reason being, wakati nilikuwa naenda shule mamangu alikuwa mgonjwa, ndo alikuwa mgonjwa hiyo time. Mimi nikaona hii school fees nalipiwa na babangu, nikamwambia atibishe mamangu apone. But unfortunately mamangu akakufa. So sikuwa ipata chance nyingine ya kuendelea na shule. Hapo sasa ndo nikakuja Nairobi. Nikatoka sasa ushago nikakuja Nairobi, nikakuja kukaa na aunti yangu ambaye hata yeye ni late. Tukakaa nikatafuta kazi. Nilianza na kazi ya kuuza matunda. Nikaendelea hivyo nikisave pesa yangu. Nikaanza sasa kuuza nguo. Sasa nikakuwa sasa najitegemea. Mimi ndo naangalia sistangu, naangalia shushangu, ushago, chenye napata namtumia. Then ndo nikakuja sasa nikapatana na Alex ambaye ni marehemu sasa. Ndo akanifungulia kazi ingine, akaanza kunileteanga bells kutoka Tanzania. Ndo sasa nikakuwa na kazi kubwa. Hivyo ndo maisha yangu ikaendelea kuwa mzuri, ikawa mzuri, ndo up to the time sasa sahi. Ngucanio yaku na mwendwa waku yambĩrĩirie ha? Maisha yangu na Alex sisemi ilikuwa mbaya, ilikuwa maisha mzuri. Juu alikuwa amenikalisha maisha mzuri, chenye nataka alikuwa ananipea, alikuwa anasaidia watoto wangu. Hata kasi yeye baba watoto wangu, but alikuwa anawasaidia sana. Hakuna kitu nishaimuitisha akanikataza ama akaninyima. Nakumbuka it was on 15th October. Nakumbuka it was on Saturday, tulienda out. Tukaenda, tukafun, tukarudi kwa nyumba. On Sunday asubuhi akaamka. Akaniambia bado ako na hangover, anataka kwenda tena kwa club. Mimi nikamruhusu akaenda. Mimi nikabaki nikifanya kazi zangu za nyumba.
At around saa 6 akarudi kwa nyumba, akapata nikipika, yeye akaingia bed akalala. Hata kumaliza nusu saa akapigiwa simu. Kupigiwa simu chenye nilisikia akisema nakuja. So sikubother kujua nani alikuwa anampigia simu. Ujue saa hiyo amerudi akiwa mlevi na hajakula. Nikamwambia ngoje nipike ndo akule, hata kaa naenda kukunywa pombe akuwa ameshiba. Sasa hapo ndo tukaanza kubishana. Mimi nikafunga mlango, nikamwambia hakuna mahali unaenda. Tukabishana hadi akapata chance ya kufungua mlango. Kufungua mlango akatoka. Mimi nikakasirika juu venye alifungua mlango alinipush, nikaenda nikagonga ukuta na nyuma kwa kichwa. Nikaamka nikamfuata. Nikamshikia kwa stairs. Kwa stairs kumshika, nikamshika t-shirt nyuma. Bado akatry kunivuta ndo nimwachilie. But that time sikukumbuka kama nilikuwa nimeshika kisu kwa mkono. Mimi nikamwambia turudi kwa nyumba. Nikamwambia turudi kwa nyumba ama nikudunge. By that time ndo sasa nilishtuka nimemdunga mgongo. Nikamdunga mgongo. Akaniuliza kwa nini umenidunga? So unajua mimi nikashtuka sasa. Kisu yenye nilikuwa nimeshika nikaachilia chini, nikashtuka. Mimi kushtuka kwangu nikarudi tena kwa nyumba. Nilimwacha kwa stairs, mimi nikashtuka, nikakimbia nikaenda nikajifungia kwa nyumba. Kujifungia kwa nyumba at that time kiateka ndo alikuja akamchukua wakampeleka OC. Kumpeleka OC, kwanza walimpeleka OC yenye ilikuwa hapo karibu inaitwa Mwatate. After then wakasema ako in a condition mbaya. Ndo akampeleka Mama Lucy. After that sasa Mama Lucy hapo ndo alikata roho akakufa. Leo no kwirira arerira ndoragire nikima. Na regret sana juu sikuwa idhani nitakuja end up in jela. Kwanza na regret nimeacha watoto wangu, nimewaachia my grandmother ambaye hajiwezi. So na regret ambao sasa ningekuwa raia, watoto wangu wangekuwa wanaendelea vizuri, wangekuwa wanaishi maisha poa, but ni juu ya hasira ndo ilifanya nikakuwa hapa. Arauga ni athomete na riake ona andu no mathome nake. Siwezi sema ni rahisi, kwanza si rahisi. Hata nilishukuru sana huyo judge juu alinifunga 15 years. Ningefungwa hata condemn, but tu ni Mungu juu ni kitu sikuwa nimepanga. Nikakaa chini nikaomba Mungu msamaha, pia nikaomba familia ya marehemu msamaha. Nashukuru tu kwa hiyo miaka nilipewa juu si rahisi kupewa hiyo miaka. Sasa hiyo tuseme mtu anaweza kuprovoke kama uko kitchen unapika ama unafanya shughuli zako kwa nyumba. So naonanga tu ni self defense. Mtu anashika kisu, si eti unasudia kufanya hiyo kitu, lakini tu unaishika mtu aachane na wewe. But the more una try kumavoid ndo tu bado ana kuprovoke na maneno. So wamama wengi tumesafa jela sana juu ya the same thing ya hasira. Chenye tunaweza ambia wasichana wenzangu ni kuavoid hiyo hasira. Uavoid kabisa. Hata kama mtu unaona anakutafuta, uondokee huyo mtu. Kama ako na hasira yeye umwache uende, akisha calm down unarudi kwa nyumba. Riria kuoya kindu ukoraga mundu, undu cio ni very painful. Na ngiuga guo ndirauga guo through experience ni njui ruo rwa mundu oragitwo na moraga mundu na ndagacoka. Mwana ucio na nyina ucio oragirwo na nyina ndakona mwana ucio wake ringi, no ni muoragana. No wenye uraigua wi sawa muno, no ni woka guku ni wohwo. No thiini waku ri wewe kire uguo ri uiguaga ati? Tondu thakame yo ya mwana ke ucio woragirwo ni kuragia.
ndukoragwo na thayo na woho guku nduri na thayo no nĩ ũraigua ta wĩna thayũ tondũ wĩ haha no ndũrĩ na freedom kũrĩ Ngai. Arauga jera nĩ ũtũũro mũritũ. Wale watu mnasema eti jela ni ilijengewa watu, msijaribu kufanya kitu kama hiyo. Jela si mahali pazuri. Jela it's like a second hell. Msijaribu. Hata kama mtu amekukosea ama mtu anakuprovoke, ondokea huyo mtu kabisa. Msijaribu. Jela si mahali pazuri. Familia ya Alex, naomba msamaha sana. Najua niliwakosea. Na hii ni mara ya pili kuwaomba msamaha. Niliwaomba msamaha, lakini mkaniambia niko kwa mikono ya serikali, watadili na mimi. Kwa Morris na Jackie, nawaomba msamaha sana. Pia kwa mama yangu, naomba tu msamaha, mnisamee. Sababu ni kitu nilifanya kasi sikutaka. Na nilikuwa napenda Alex sana. Sana. Naomba msamaha. Ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ na njĩtagwo Simon Kibe.